dada Grace anaonekana anaongea na simu, anaongea na mama yake. Mama yake anamwambia, sikiza nikwambie mtoto wangu, haya mambo kwenye ndoa huwa yanatia, na hayo mambo ni ya kawaida sana, so haupaswi kugombana na mume wako kisa kwa sababu ya hilo jambo. Akamwambia, mama, lakini unajua mimi nisikiche mama yangu, mimi siwezi. Akamwambia, nisikilize sana binti yangu, huwezi kumwacha mwanaume wako kwa sababu mimi Ken ni mtoto ambaye namjua sana, najua limetokea tu kwa sababu. Kwa hiyo wewe huwezi kumwacha mumeo kwa sababu hiyo, vumilia mtoto wangu. Kama unavyoona Tracy yuko ndani ya mjengo, basi yuko na Precious, wanapeana mambo yao. Unajua show kweli hapa nyumbani, yaani usiniambie kama ile jumba lote hili ni la Ken. Kweli rafiki yangu ilikuwa na haki ya kung'ania maisha, hata ingelikuwa mimi mwenyewe ni lazima tu ningeng'ania wewe. Akamwambia, si unajua tena, yaani muda wote mimi najifanya nina kumboni. Nani anaongea sasa? Kidogo basi Grace inaonekana anashuka taratibu, basi wao wakamcheka. Huko Grace alikuwa anaongea simu na mume wake, basi ikabidi Grace akakata simu na kwenda taratibu akafuata. Basi Tracy unajua tena na kimdomo akamwambia Grace, unavoshuka unaongea na simu, unazidi kuongea na simu, unatupigia kelele afu utambui kama wageni wamekuja. Akamwambia, nisikilize nikwambie kitu moja, hii ni kwenye nyumba yangu, siwezi kupangiwa kuongea na simu na mbwa yoyote hapa. Akamwambia, koni na uwezo wa kuongea ninavyotaka na hakuna mtu ambaye anaweza akanipangia kwenye nyumba, mimi ni mke halali wa hii nyumba. Akamwambia, wewe una uhalali gani kwenye hii nyumba? Mimi nimembeba mlisi, nishakwambia nimebeba mlisi. Akamwambia, nisikilize nikwambie kitu, usijikute kama unaweza sana kwa sababu unaona watu hawaongei. Yaani nisikilize nikwambie, usije ukaleta kitu chochote na kujo zako zote. Grace akamnasa kibao, akamwambia, sasa mlikuwa kombe nyie amnijue Balangati likaamka pale akawa papa kwanza kiminyo kwanza dakika 0 kwanza. Bwana Grace sio mnyonge, mimi nijua mnyonge. Lakini huku inaonekana Grace anampokea mama yake katimba ndani ya mjengo, watoto wamefurahi nini. Unajua tena tambo sana, mama anasalimiana na wajukuu wake, anafurahi nini, anawakumbatia. Yaani mambo kama hivyo unavyoona. Watoto nao wanafurahi, bibi kaja. Unajua ile design fulani Grace ndo amempokea bibi mama yake, yani ile kibegi. Basi kubwa ndo anamchukua wajukuu zake na anakaa nao anaanza kupiga 1 2 3 kitendawili, tegua tuteguane hivi na hivi. Unajua tena na wabibi nao kukaa na wajukuu wanapendaga sana, afu design fulani yani mastori ya uongo na kweli akiendelea pachuana hapo. Basi wajukuu nao waliendelea kufurahi kwa sababu wamemuona bibi yao, yani ile design. Akamwambia, mama, walikumisi sana. Akanambia, mimi mwenyewe niliwamisi sana. Basi ikitokea mara moja mualete basi nikae nao hata majumbani huko, mmezidi tu kung'ania. Akanambia, likizo hii lazima waje kwako. Dada Precious zinaonekana yani anashuka na mimba yake ndio ishakuwa ujauzito, ishakuwa ile mkubwa. Akanambia, habari yenu. Bi mkubwa akashangaa akasema, hivi mwanamke gani ambaye hajitambui? Mbona mwanamke ana heshima? Yaani mwanamke gani ambaye unakuja haujui huyu mtu katoka wapi, unashindwa kumsalimia? Akasema, Mungu wangu, hivi wewe mama unategemea mimi nikuheshimu wewe kama nani? Mimi nayemheshimu ni mtu mmoja kwenye hii nyumba, ninayemheshimu ni mume wangu Ken. Akamwambia, nakwambiaje, labda asiwe Ken. Ken hawezi kuwa na wewe. Akasema, unasemaje? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba wewe na Ken mnajuana sana, au ndo ile niseme mmeshamalizana kwa mazingira yenu? Ikabidi mama akashangaa akasema, ili weluwelu ili kweli ndo maana mwanangu Grace alikuwa ananiambia. Ikabidi Grace akabidi tu kumtazama, akamwambia, hivi wewe mtoto unajitambua? Unaona mimi ni umri wako? Ikabidi dada Grace acheke tu, maana kilichokuwa kinashangaza. Akamwambia, wewe nisikilize nikwambie kitu kimoja, najua hauna akili na hauna wazazi na wazazi wako hawajakufundisha nidhamu, lakini anyway usipoteze sana muda. Ikabidi bibi aendelee kucheka na watoto walishazoea hiyo hali, wakimwona weluwelu anaongea wao huwa wanaishia tu kumtazama na wanacheka. Mama kina Grace akaamka akanambia, nitakulalua wewe, nitakupiga. Akasema, jaribu. Nakwambiaje, wewe jaribu utajua mimi ni nani. Wewe jaribu tu, wewe unajiona wewe ni kidume cha mama, hebu jaribu. Akanambia, hebu jaribu hata kidogo, jaribu hata kidogo nikuonyeshe mimi ni nani. Basi Grace alibaki tu kumtazama tu kwa sababu anajua tena na hali yake ile hawezi kumgusa. Si unajua tena kashafika kwenye wakati ambao yani kinachomtetea yeye. Akamwambia, mama, wewe mtu mwenyewe unamuona hali yake ilivyo, utamgusa wapi mama wangu? Hebu achana naye ili weluwelu ili weluwelu sisi tulishalizoea humu ndani, ndo linatupigiaga kelele humu ndani. Basi ikabidi mama akasema, yeye dunia hii ni. Mama akabidi apande na Grace aondoke. Akamwambia, lakini sikiza nikwambie kitu kimoja, mimi ndo nimekuja kwenye mjengo na nitakunyoosha. Nikiondoka hapa ni lazima nihakikishe tayari nishakunyosha na una nidhamu wewe na una adabu. Ikabidi bi mkubwa akapanda ajua Precious ndio hivyo unajua. Kwamba akamwambia, Tony, unajua mimi mwanangu sikufichi yani hali yangu kunyumbani kwangu imekuwa ngumu sana. Akamwambia, Precious ndio najua ameshakuwa nikivuruge katika jumba lako kwa sababu mimi namjua, ni rafiki yangu yule, tumekaa naye kambo sana. Lakini mwanangu Ken, nakwambia mwanangu, hebu jaribu kidogo kusilizia kwa sababu bidada yule mimi najua kichwa chake ni kichwa cha panzi, lakini muda sio mrefu atajifungua na imani atajichenga. Na mimi katika ile Mungu atajibu tu. Kwani yule demu ana
nini, lakini yani mbona unaonekana ni mtu mmoja ambaye yani ameleta yani mtaluko sana. Akamwambia usijali, mimi nakwambiaje, kila kitu kitaenda sawa. Akamwambia mna noma mwanangu, mimi natamani yule demo ajifungue leo na kesho. Yani natamani ajifungue hata kiumbe kiwe kimekufa. Maana yani hata sielewi, maana furaha yangu imekosekana kabisa kwenye mjengo wangu. Watoto sina muda wa kuongea nao. Yani nikirudi muda wote nawaza mauzauza ya nyumbani. Basi Mshuu alijaribu kuongea na rafiki yake akamuelewa. Kwa chumbani peke yake analia. Na mama yake akawa ameingia na mdogo mtu yani. Muona bwana? Mama akaamua design ajitetee. Akamwambia unajua baba yako sasa hivi anashinda sana kazini. Kwa sometime anakaa analala pale sebleni ili kusudi anyoshe mgongo. Akamwambia mbona zamani hayo mambo hayakuepo haya, na huyu mbwa huyu ambaye amekuwa anasumbua kwenye ile jumba anaondoka lini? Yani mnataka kutuambia shida yake tu bado haijaisha? Akamwambia ni changamoto tu za pale na pale zimetokea. Mtoto akamwambia mama usinifiche chochote. Mtoto akalia sana. Akaniambia tumemiss baba yetu kupiga naye. Basi bidada Grace anaonekana yuko sebleni design fulani anaangalia movie anaocha anamsubiri mume wake arudi. Mume wake ndo kama hivyo kama amerudi kazini, afa akampitia pale akaangalia bidada anaangalia mpira, lakini mawazo yapo kwenye TV wala nini. Mawazo alikuwa anafikiria juu ya changamoto ambazo watoto wake wanakuwa wanamuelezea. Akamwambia embo kaa hapa Ken, mimi nahitaji tuongee kwanza kidogo, maana kuna mambo fulani naona hayaendi sawa. Akamwambia Ken, unajua kuwa sasa hivi ni muda mrefu sana watoto hawajaongea na wewe, na watoto wanahitaji kuongea na wewe. Watoto wanakuwa wanalalamika sana, hawapati muda wa kuongea na wewe. Na vipi hii changamoto tunaifanyaje? Kwa sababu hii ndio ishakuwa changamoto. Dada Grace ilibidi tu amuulize kwa upole. Sasa ikabidi leo ajishushe apate muda wa kuongea vizuri na mume wake. Maana toka hapo kitambo, toka bidada Precious yaingia hapo ndani, yani ngoma haikai moja haikai mbili tatu haikai. Akamwambia unajua watoto wanahitaji kuongea, wanahitaji faraja ya baba. Na hiki kitu kimekuwa kimepotea humu ndani. Na hivi vitu vilikuwa vijazoeleka katika ndani. Hebu jaribu kutenga muda uongee na watoto, kwa sababu watoto nao wamekumisi na wanahitaji kuongea na wewe. Hebu jaribu sana, tenga muda sana, hata weekend hii kipidi ukae na watoto, watoe vacation wapate kuburudika nini. Unajua tena wamemisi vitu vyao bwana, wamemisi ice cream zao, na ice cream sasa hivi hadi kuzipata na kwa changamoto mpaka mimi nitoke au nimwagize binti wa kazi. Na unajua na mimi ni mke wako na siwezi kutoka kwenye hili jumba, na linda mali zilizopo hapa. Mwanamke aliongea mengi sana Grace ya kumjenga mwanaume. Akamwambia sawa, najua hii ni changamoto lakini kwa sasa inabidi kwanza pia tujali familia yetu, kwa sababu watoto tulionao nao wanahitaji faraja. Najua kwa wakati huu tunapitia mengi sana na changamoto ni kubwa sana, lakini hatuna sababu ya kuacha watoto. Na mbona mimi sijakaa mbali na watoto? Kila siku nimeendelea kuwepo na watoto. Uko sawa kabisa Ken. Ken, unajua wewe ni baba na wewe ni mwanaume ambaye unajitambua. Najua unapitia wakati gani na najua kabisa unaumia. Ikabidi mke alivyoongea vile ikabidi akaondoka, afu Mwamba akabaki anafu. Mwamba amelala, mara bidada Precious anamwendea anaenda kumfanyia farangati, analia kinoma noma. Anamwambia mtoto wangu anahitaji unifanyie massage. Yani anahitaji unifanyie massage. Kwa nini Ken unakuwa unielewi? Ni baba gani ambaye hutambui umuhimu wa mtoto? Inahitaji unibembeleze, inahitaji unijalie, unijulie hali, lakini umekuwa ni mtu wa ajabu sana. Yani kila ninapokufuata, ninapokuelezea changamoto zangu unashindwa kunielewa. Hebu angalia sasa hivi. Yani hauna hata muda wa kunisikiliza. Yani muda wote tu ukirudi unajilalia zako, ukiamka. Akamwambia nisikilize kwa makini nikwambia, sina muda wa kukusikiliza, nahitaji kupumzika kwa sababu nina majukumu ya familia. Nimekupa uhuru wa kukaa hapa, kama unaweza kukaa hapa, kama uwezi unaweza kuchukua vilago vyako na ukaondoka. Mwamba akajilaza kidogo. Akaendelea kulia, akamlilia tena, anapiga kelele kweli. Mwamba akashtuka. Akasema kwani wewe una shida gani lakini? Akamwambia mbona unisikilizi, wewe ni mwanaume wa aina gani? Yani unashindwa kujali kiumbe chako kilichopo tumboni? Au ndo unataka kumuua mtoto? Au ndo ile mipango yako ya kumuua mtoto bado mpaka sasa hivi unayo? Mwamba ikabidi tu, unajua design fulani ni lazima upoe. Mwamba ikabidi apoe kuondoa kelele za nyumba, kwa sababu design kuangalia watoto wamekaa. Akamwambia sawa, nimekuelewa. Wewe unahitaji unachokihitaji nikufanyie, sawa? Akanambia mimi ninachokihitaji lazima unifanyie kwa sababu wewe ndo baba wa huyu kiumbe ambaye hayupo tumboni. Mwamba ikabidi akashoka. Akamwambia sawa, geuka unisogelee hapa. Unahitaji nikufanyie massage? Sawa, nakufanyia massage. Akamwambia haya, nifanyie massage. Demu akajisogeza na litumbo lake bwana. Mwamba akaendelea kufanya massage. Yani ni fulu patamu, ni fulu muzuka, ni fulu kucheka. Yani nyumba ina makomedi ya kibao yani. Akamwambia haya nishike hapa, afu huko akiendelea kunishika mkono akamwambia nitakupiga makofi wewe. Na yeye endelea kunichezea akili hivyo hivyo. Akaendelea akamwambia sasa usifanye hivyo, sababu unatumia nguvu sana. Wanafanyaga taratibu. Yani unatakiwa unafanya kidogo kidogo. Yani wewe unatumia nguvu. Mbona unaonekana kama hujali? Mbona unaonekana kama hujali hisia za mtoto? Yani mimi mtoto ananiambia unifanyie hivi, afu wewe unafanya unavyojisikia. Hivi ni kwa nini lakini unachonifanyia lakini Ken? Mimi Ken, mbona umebadilika sana? Mbona nyuma ulikuwa ni mwanaume ambao ulikuwa unaonyesha? Akamwambia sikiliza nikwambie kitu kimoja. Unawezaje kuenjoy na mume wa mtu? Unataka mimi nikufanyie au utambui kama mimi ni mume wa mtu? Akanambia lakini na mimi nina haki. Mimi mtoto wako nimembeba yupo tumboni na anahitaji huduma kutoka kwako. Yani ni fulu farangati. Mambo yakawa mengi kwenye mjengo. Akamwambia nisikilize kwa makini nikwambie kitu kimoja. Hicho kiumbe ulichopo tumboni sio halali. Hicho kiumbe sio halali yangu kabisa. Yani nafanya vile tu kwa sababu ya upendo tu, kwamba mimi siwezi kukunyanyasa. Akanambia unasubutu kusemaje? Huyu ni kiumbe wako. Unakumbuka siku ambayo
umefanya ukutumia kinga, wewe unachotakiwa tu uendelee kumjali huyo mtoto. Basi ikabidi Ken akamwambia, nisikilize wewe, uniambie michezo yote unayonichezea mimi nishaijua kitambo, lakini nimejaribu tu kukujali ili kusudi mwisho wa siku tutakuja kujua na maisha tutajua yataendaje. Umeona bwana, mambo yakaenda hivyo. Ken ikabidi akapoa, akamwambia sawa, nimekuelewa. Basi kama vipi, hamna noma, acha tulicheze ile game ambalo nalicheza, ila nitajua tu mwisho wake ni nini. Ikabidi Ken akaendelea kujichenga taratibu ili kusudi bibi dada chumbani kwa watoto, wanaonekana watoto wamelala wanajisikilizia anajiliza zao. Mara kidogo faza anaingia bwana, ujue aje kupiga story na watoto mara moja bwana. Baada ya bidada Grace kumwambia watoto wanahitaji kupiga story na wewe, ikabidi kwanza akagonga, akamwambia watoto wangu, nisikizeni niambieni, hizi shekesheke changamoto ambazo mmeziona hapa hivi tuvumilie, ni swala la muda tu linapita, lakini pia nimekuwa niko busy sana na waangalia ugali nini dona, lakini ninachowaombeni tu mjaribu poa. Mimi najua humu nilionayo sasa hivi ndio wa kuongea na nyinyi, lakini nawahakikisheni na waahidi kuwa ili jambo ambalo linaendelea hapa litaisha, muda sio mrefu litaisha na familia itarudi kwenye furaha. Basi watoto waliendelea kumsikiliza vizuri. Unajua ukipata watoto wenye akili na watoto wanaotenga muda wa kusikiliza ni raha sana bwana. Akamwambia, msijali watoto wangu, hii changamoto ambayo ipo hapa ni mistake moja ambayo imetokea ambayo itaisha. Basi mdogo akamwambia, baba tujali tu, kwa sababu tunajua changamoto ni sehemu ya maisha na wewe ndo baba yetu, kwa hiyo haupaswi kukaa mbali na sisi. Hii changamoto tunajua tu itafanya mambo ya pogo tu. Basi baba mtoto alimpa maneno mazuri sana, na mtoto alimpa maneno ya kwenye kumjenga akili. Akamwambia, baba mzuri hawezi kukimbia familia yake. Baba mzuri ni yule ambaye anakumbatia familia yake, japo kuwa atapita kwenye mabonde na milima, lakini anajua watoto wanakula nini. Lakini kama unaitafuta hela afu unakuja kuitelekeza kwa mama, inakuwa sio poa. Kuna time sisi wenyewe tunahitaji uone, tucheke na wewe, fly toke utupeleke shule, tumemiss vitu kama hivyo. Unaona Ken bwana anacheka na watoto wanafurahi. Unajua kuna mtoto anaweza akakwambia jambo fulani afu design fulani hivi, akamwambia, lakini baba kwa nini umekuwa yani muda mwingi unamliza mama? Akamwambia, hamna, usijali mama yenu, unajua tena mambo changamoto pale kidogo afu wao kumbatia. Lakini unajua design mwamba na wakumba huku. Bidada Precious anaonekana anakunja nguo anaziweka kwenye kabati, mara anaona mlango unafungua, anamwambia madamu Precious, madamu Precious anapiga kelele chumbani kwake, sijui kimetokea kitu gani huko. Akamwambia, hivi unasemaje? Akamwambia, ndio nimeona anapiga kelele na hisi itakuwa ile hali yake. Akamwambia, hivi unajua yule Precious ni mwanamke mbaya sana. Akamwambia, hapana, itakuwa hali yake ile, huenda ameshasikia hali za kwenda kupachua mtoto. Hivi ninavyokuambia anapiga kelele kinoma noma. Yaani ungeenda kumsikiza madamu na kuomba sana madamu, ukizingatia sisi ndio tupo naye hapa ndani, kwa lolote likitokea sisi ndio tutawajibika. Basi Grace unajua design fulani kama kaloka anashuka hivi, kabidi Grace akaenda kumchukua pamoja na binti wa kazi wakambeba. Unajua siku zote wanakuambia kwamba yani fanya ubaya ufanyavyo, lakini kuna wakati hao watu unaowafanyia ubaya utahitaji support yao. Kama unavyoona hapo Grace yani hawazi kashafuta yale yote ambayo Precious ikamfanyia, na Care Gateman anamwambia fungua mlango faster, tumpeleke huyu tumkimbize hospitali. Umeona Gateman anaenda kufungua chapu mlango ili kusudi ampeleke Grace ampeleke nini, ndio ujue kuna roho za wanawake, yani kuna watu wana roho za kipekee sana. Unaona Precious hapo yani haelewi, na hayo mambo yote angekuwa anayafanya huko akitegemea siku moja ataweza kupatiwa msaada na watu, hata asingekuwa anayafanya. Lakini nahisi kwake hili litakuwa ni funzo kubwa sana, wewe liwe funzo kwa mwanamke ambaye yani umekuwa na unyanyasaji mkubwa sana usiyoweza kutambua haya mengine naweza akea lini. Pande hizi tupo hospitali. Ken inaonekana amefika hospitali na ndo wanapata majibu, lakini daktari anawaambia kwamba tumejaribu kila uwezo tulivyoweza kivyovyote vile, lakini kwa namna hiyo tumemkosa mtoto. Kwa maana tunachokimaanisha ni kwamba mtoto amefariki. Tumeweza tu kumuokoa mama, lakini mtoto amefariki. Grace alinungunika sana, unajua hakujisikia furaha kabisa. Unajua swala la mtoto kufa ni swala lingine, huo ni msiba. Kwa hiyo utaweka chuki pembeni, lakini mambo lazima yaende mwisho wa siku, na mwisho wa siku lazima uwe na roho, na mwisho wa siku akabaki wamtazame ili kusudi wamsikilizie kama hali yake itaenda sawa, ili kusudi waweze kuondoka nyumbani. Bidada Grace pande hiki wapo nyumbani sasa. Precious yupo na Ken, anamwambia sikiliza nikwambie, unaona hivi vilago vyako nimekuwekea, shida yako iliyoijia hapa ndani imeisha, na naomba kuanzia sasa uchukue vilago vyako uondoke, maana story yetu mimi na wewe ndo imefanyaje, imeisha. Hauna mkataba wa kuishi kwenye hii nyumba. Akamwambia thamani Ken, unajua mimi nakupenda sana, na hata kama sawa nitaondoka, lakini hawali ya yote naomba unisamehe sana. Nataka nikwambie tu unisamehe kwa sababu yupo mtu ambaye aliniponza, rafiki yangu alikuwa ananishauri mabaya, kwa na kuomba unisamehe sana. Akamwambia get out, na kuomba utoke tena, na nakwambiaje, naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Basi bidada Precious anachukua mabegi na kuondoka, kwa sababu mkataba wake na mlisi ambaye alikuwa anamtegemea kwamba ndo atamweka kwenye ile jumba ndio hivyo kashaondoka. Unajua kila kitu Mungu huwa na majibu yake. Usije ukafikiria kuna wakati adui
anapigwa ni kwamba Mungu anakuwa mpendi, ni kwamba Mungu anakuwa anamweka mbali na watu wake ambao wana roho safi. Dada Precious akaliona kabisa, anaangalia anavyoliacha jengo na alivyokuwa anatamba kwenye ile jengo, anaacha magari makali nini na kuondoka kabisa. Yani muona bwana, mambo ndo yanaendaga kama hivyo. Dada Precious ndo anaonekana kuwa kutoka kwenye ile jumba, gateman anaenda kufungua na kumuondoa ule mlango alioingilia, na ndo mlango aliotokea. Alomfungulia mlango ndo alomfungulia mlango wa kuondoka. Tracy anamwambia niambie nini kimetokea, mbona umerudi? Akamwambia nimerudi hapa ndo nyumbani kwangu. Akamwambia kwa hiyo ulitakaje? Akamwambia inaonekana yule mwanamke ana roho mbaya sana. Kwa sababu gani? Mimi naamini yule mwanamke ndo amefanya hadi wewe mtu wako amefariki. Yani mimi siamini. Kwa sababu gani? Yani yule mwanamke alikuwa anaonekana tu ana roho mbaya toka siku ile nilivyokuja alichonifanyia. Akamwambia sikiza nikwambie Tracy, nataka nikwambie ni kitu kimoja. Yani Tracy, wewe unaonekana wewe sio rafiki mzuri. Akamwambia unasemaje? Mimi sio rafiki mzuri? Akamwambia ndio, wewe sio rafiki mzuri. Akamwambia unasubutu kusema hivyo? Akamwambia wewe sio rafiki mzuri. Yani mambo yote ambayo ulikuwa unanishauri na ujinga wako ambao ulikuwa unanishauri. Akamwambia okay sawa, leo hii ndio umejua kwamba mimi sio rafiki mzuri. Akasema sawa, mimi sio rafiki mzuri, kwa hiyo leo hii umekosa mtoto ndio maana unaniambia kwamba mimi sio rafiki mzuri, si ndio? Akamwambia nisikilize, wewe sio rafiki mzuri. Ungekuwa rafiki yangu mzuri ungenishauri mambo mazuri, lakini wewe pia ulikuwa unachangia kunishauri mambo ya kijinga. Akanambia nilikuwa nakushauri kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Wewe si ndio ulisema unampenda Ken? Lakini nikwambie ulipaswa kunishauri kitu cha maana. Na mpaka sasa hivi uangalia unachokisema. Unasema yule mwanamke ana roho mbaya. Unafikiri nani alinipeleka hospitali? Lakini nachokwambia wewe sio rafiki yangu. Sasa nachokwambia ni hiki, chukua vilago vyako uondoke kwenye nyumba yangu. Akamwambia unasemaje? Kwa mimi leo hii nimekuwa sio rafiki mzuri, si ndio? Kwa hiyo mimi sio rafiki yako mzuri kabisa yani. Akamwambia wewe sio rafiki mzuri. Unajua bidada Tracy yeye ndo alikuwa mshauri mkubwa sana wa bidada Precious. Na bidada huyo Precious ndo alikuwa anapokea maujuzi yote na kitu cha kufanya. Na ule mpango wa kufanya wafanye kama ni party ili kusudi mwamba aje aingie kingi, ili kusudi wamwekee vimadawa, yani wamwekee ugoro mwamba apoteze ufahamu, ili kusudi bidada Precious atembee naye, na kusudi yote mipango yote alikuwa anaitengeneza Tracy, na kumwambia bidada aandae mazingira yake, hakikisha yupo kwenye siku za hatari, ili kusudi ategeshe mtego, ili mwamba atakapopita na yeye tu amwachie ujauzito, na huo ndo utakuwa mpenyo ambao atapata kuishi naye, na ndo ndipo atakapotengeneza. Kwa sababu ilikuwa inaonekana Ken alikuwa ni mwanaume ambaye yuko na upendo sana wa familia. Kwa alimshauri rafiki yake kwamba bidada Precious itakapokuwa amepata mimba, kwa hiyo akiamini kuwa yani Ken angehamisha upendo wote na kumpenda bidada Precious. Akamwambia sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa hivi tumeshamalizana. Chukua vilago vyako ondoka, niachie nyumba yangu na naomba uondoke. Akamwambia mke wangu, naomba ninahitaji wa kuongea na wewe leo. Kama utaelewa itakuwa fresh sana, kwa sababu unahitaji kurudisha upendo wangu na furaha yangu kwenye hili jumba. Kwa sababu ni muda mwingi sana tumekaa takribani miezi 9. Hatuna maelewano na hii nyumba imekosa furaha kabisa. Mke wangu ninachokuomba unisamehe sana, kwa sababu mimi mke wangu sikufanya hiki kitu labda pengine kwa kukusudia. Ili jambo lilitokea tu toka kile kipindi ambacho nilikwambia naenda kwenye party, na nilikwambia basi ilivyotokea nilipewa mapombe makali sana, na mwisho wa siku nikapoteza ufahamu, na ndo mwisho wa siku nikajikuta nimesex na mwanamke pasipo kujua. Awepo na mimi ili kusudi aje ateketeze, lakini unaona Mungu alivyo mkubwa, kashamwangamiza adui. Grace akamwambia mume wangu nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ile iliyotokea ilikuwa ni bahati mbaya. Na mimi nasema kwa mdomo wangu, mume wangu, nimemiss kukukumbatia. Nimekusamehe kwa moyo wangu wote. Mimi mwenyewe nimekomesi mume wangu. Nimemiss upendo wako. Nimemiss kucheka. Mwamba Ken hakuamini, akasema, "Kweli umenisamehe?" Akamwambia, "Nimekusamehe kwa moyo wangu wote. Niamini, nimekusamehe." Akamwambia tena, "Nakupenda sana na nimefurahi kwa kurudisha furaha na kwa kurudisha upendo. Maana nilikuwa sitegemei kabisa kama amna mume wangu, ni vitu vya kawaida tu na ni vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, lakini mama yangu pia alikuwa ananishauri mengi sana juu ya ili jambo ambalo lilikuwa limetokea. Yani niwezi amini nilikuwa naishi wakati mgumu sana, lakini kwa sasa moyo wangu uko amani." Basi mambo yakaa yameenda hivyo. Jambo likaa limeishia, watoto nao wakaingia. Unajua watoto walizoea hiyo hali kwamba wakiingia lazima watakuta baba na mama wanacheka, wanafurahi. Hiyo ndo hali ambayo watoto walizoea kipindi chote. Basi mtoto akasema, "Nimefurahi sana, nimeona baba yangu na mama yangu mna amani, wenyewe tuna haki ya kuendelea kufurahi na mimi niko na furaha kubwa sana." Unaona yani mtoto anajua kabisa. Yani hakuuliza kwamba yani kinini kinaendelea. Yani vile alivyokuta tu baba na mama wanacheka, akajua kabisa hapa tatizo limeshaisha na maisha yaendelee. Nilikuwa na mimi hapa J Solution, nilikuwa nakuletea kigongo kikali hiki kinaitwa My Mistake.